chaguo la misa ya Mtakatifu Ana ambayo mtunzi wake ni hayati Padre Gregory Kaeta, tutaimba wimbo mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tusikilize.
tulipoitwa kuimba, mbele zake sauti zetu zikawa sadaka. Hata tukichoka njiani, Kristo ndiye nguvu yetu. Tukisamehe na kupendana, Roho Mtakatifu atashuka. Umoja wetu ni ushindi. Kwaya yetu iwe mwanga, iwe mwanga. Tuendelee kutenda mema, tuimarishe umoja wetu, tudumu kwa amani na tuimbe kwa moyo safi. Kumbukeni muziki wetu ni sala, sauti zetu ni sadaka, na huduma zetu ni baraka kwa kanisa. Bwana ibariki kwaya yetu, tuunganishe katika upendo, huduma na sauti zetu ziwe chombo cha kuleta roho nyingi karibu nawe. Takatifu, takatifu Bwana Mungu, Bwana Mungu wa majeshi. Takatifu Bwana Mungu wa majeshi. Takatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako, zimejaa utukufu wako. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Hosana, hosana juu mbinguni. Okay, asante. Hongereni sana.
mpaka sasa hivi hakuna bingwa zaidi, ninyi ndio mabingwa wenyewe. Kila mtu mpaka sasa yani ndio bingwa mwenyewe. Mpaka sasa hivi yeyote aliyekanyaga hapa ni bingwa. Mimi tusigombane, majaji ndo kina Pilato. Mimi kila mtu aliyeko hapa ni nani? Ni bingwa. Ndio maana wanasema majaji mmetufanya nini? Sasa karibu sana. Mchukue mtu yaani mmeona fursa, hakikisha umeshiriki kitulio. Sikulazimishi, nenda hapo. Wengine aende pale. Ukienda umemsema mtu vibaya, ndio mtakutana na maswali ya baba wa Hosea ni nani. Wewe na bibi watu wanakaa kambi kukemea, tunayakataa maswali ya kina Hosea. Sogee hapa kwa ya hali ya hewa. Ndugu mpenzi mtazamaji wa TV hizi zinazoniangalia bila huduma inayokuja kwa ya hali ya hewa. Kwa hiyo tunaanza huku. Asante. Karibuni katika katekisimu ya Kanisa Katoliki kipande cha maadili. Mjisikie mpo huru kujibu. Swali la kwanza, mmechagua lipi? Swali la kwanza, namba 22. Swali namba 22 linahoji hivi: uhuru unapotumika vibaya hutokea nini? Dingi ameganda. Uhuru unapotumika vibaya. Aliyenyosha pita. Bora mwanga uje standard. Kisha washa taa. Unaporudia swali hili niweze kujibu. Uhuru unapotumika vibaya kunatokea nini? Uhuru unapotumika vibaya husababishwa na dhambi, kwa sababu inasababishwa na kutokuwa na hofu ya Mungu. Inakufanya ufanye kile unachotaka wewe. Asante kwa hapo ulipojibu. Umeweza kupata maksi 20. Natoa maksi 5 za kufanya nirudie swali, kwenda maksi 15. Kwa hiyo nawaita na nyinyi wengine kuweza kusikiliza vizuri. Swali la pili, Namba 27. swali namba 27 linahoji hivi: amri ya kwanza ya Mungu ni ipi? Lipi bwana? Asante. Maksi 20. Wengine kule hawajakusikia, naona maki na shida. Swali lingine, Namba 45. swali namba 45 linahoji hivi: ujasiri ni maadili gani? Ujasiri ni maadili mema. Ujasiri ni maadili mema, uwezo wa kushinda hofu kwa mema. Asante sana, maksi 20. Wengine wote mjue ujasiri ni uwezo wa kushinda hofu kwa kutenda mema. Asante. Swali linalofuata, Namba 9. swali namba 9, wajibu wa mwanadamu katika uhuru ni upi?
Sio mimi. Hakuna jirani ya Chukua haraka, sekunde zinakaribia kuisha. Wajibu wa mwanadamu ni kufuata sheria na kanuni ambazo zimewekwa. Asante. Maksi 15. Wajibu wa mwanadamu katika uhuru ni kuchagua mema na kuepuka mabaya kulingana na dhamiri yake. Kwa hiyo ni uhuru tulionao sisi katika na tunaowajibika nao ni kuchagua tu lile lililo jema ambalo linaendana na sheria ya Mungu na mahusiano mema na wanadamu. Asante. Namba 14. Swali namba 14 linahoji hivi: maisha adili yanahusiana vipi na upendo? maisha adili. Reportation mtu. Kwanza tulisoma maisha. Asante. Hiyo ni maksi 0. Hawa watakuwa na maksi maisha adili yanahusiana vipi? Ni maisha adili ni maisha ya upendo kwa Mungu na binadamu wenzetu. Hayo ndio maisha adili yanavyokuwa. Msitabasamu basi mmekosa kujibu. Jumla mnakuwa na maksi 70. Asanteni sana. Karibu kwenye maswali ya Biblia, vitabu vya manabii. Biblia namba? Swali namba 58. Hamsini na nane, kitabu cha Maombolezo. Yuda alienda utumwani kwa sababu ya nini, kama ilivyoandikwa katika sura ya kwanza? Jibu. Yuda alienda utumwani kwa sababu ya dhambi yake aliyotenda. Hapa utapata maksi 10 kama ilivyoandikwa katika sura ya kwanza aya 3, kwa kuonewa na utumwa mkubwa, lakini nakupa 10. Swali namba 57 pale pale tena kwa kitabu cha Maombolezo. Kuna sura ngapi katika kitabu cha Maombolezo? Sura ngapi? Ina sura 5. Sahihi. Maksi 20. Swali lingine? Swali namba 79. Swali namba 79. Kitabu cha Ezekieli. Maji yalitoka wapi katika maono ya Ezekieli? Mtoni. Maji yalitoka wapi katika maono ya Ezekieli? Maji yalitoka kwenye bomba. Kwenye bomba. Mwamba. Hapana. Kutoka chini ya kizingiti cha nyumba au hekalu. 0 hapa. Swali namba 96. Swali namba 96. 96. Ni nani aliyetafsiri maandishi ya ukutani kwa mfalme Nebukadneza? Danieli. Sahihi. Maksi 20.
Swali lingine. Swali namba 97. 97. Mene limaanisha nini katika maono au katika ndoto ya mfalme Nebukadnezar? Mene limaanisha nini? Ufalme wako umeondolewa. Hapa kwa huruma yangu utapewa 10. Maana yake kamili ni Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Nisikupe hata mtu mmoja. Ndio. Hapana, 0. Ya mwisho. Wamepata maksi 50. Kwanza ni wapongezi kupata maksi 50 kwa upande huu, huku inakuwa kama jehanamu mdogo. Mmejitahidi sana. Sasa yani hii ni kwa hali ya hewa, maswali mengine asiwape pressure. Swali limeuliza kwamba mene ina maana gani? Mene ina maana ya Sadio Mane, mchezaji wa Senegal. Maswali yanauliza ninakuja nyingine nasema maji yalitoka wapi katika maono ya Ezekieli kwa Fadha Kimati pale unaonesha hapa. Maliza. Unakuta swali linasema eti kuna sura ngapi katika kitabu cha Maombolezo? Jamani, kwenye msiba huzuni kuna sura ya huzuni. Unajibu 5. Kama umelazimishwa.